watu unajua hatuli hatunywi hapa. Tunahangaika. Kitu gani kimemkuta mpaka anashawishika hivi? Kwake alikuwa nakula kila kitu. Sasa umebahatika kupafahamu kwake ni wapi? Hapo ambapo wanaishi naye wewe bwana. Hilo kwa kweli bado sijafanikiwa, maana yule kijana alipokuwa anakaa zamani pale alihama. Kwa hiyo hapa ndipo katika uchunguzi wangu wa mwisho kufahamu sehemu gani anapoishi. Yaani itakuwa bora sana. Watakuwa wametusaidia sana. Yaani hatuko sawa hapa ndani. Mimi ninachokuomba, pambana kadri uwezavyo. Ukiwaona, piga hata kelele za mwizi. Alimradi wakati kwenye kujinusuru akimbie, wewe mkamate mke wangu tu, asizurike, hakikisha umemleta hapa nyumbani. Nikupe pole kaka, lakini nakuahidi mimi nitamleta mkeo hapa. Tashukuru sana kusema kweli, tashukuru sana. Yaani sijui nitakulipa nini, lakini kiasi ambacho nimekupatia na nimekuahidi kuwa nitaongeza nusu yake. Sijali kaka, nitafanya hili kwa jitihada zangu zote. Mimi naomba niwaache ndio nikaendelee na majukumu yangu mengine. Yaani moyo wetu na matumaini yetu sasa hivi yako kwako. Na niliambiwa kwamba kesi kama haya wewe ndiye bingwa. Hujawahi kosea. Naomba uniletee mke wangu hapa akiwa salama usalimini. Mimi niseme nikutoe wasiwasi, nitafanikisha hilo. Mimi acha nikae kwenye majukumu yangu mengine. Sawa. Sawa. Yaani hali ni tete sana. Karibu tena baba. Mchawi anaroga huko na kuchekea, kijino pembe anaroga, michongo yako isiende anaroga, lengo ukae kinyonge anaroga. Huyo mbaya kumjua mchawi ni ngumu sana, maana nakuloga fana kupata basamu, anajifanya mwema. Analoga afu anacheka, analoga afu anajichekesha, analoga afu anacheka, analoga afu anacheka. Kwa hata kusema mimi sijui kupika. Unapigia jibu mstari. Mimi napika wewe. Wewe mwenyewe unashangiliaga chakula changu. Mimi fundi. Sema Jessica, kuna kitu nataka kushirikisha mwanangu. Mimi sioni sababu ya kuendelea kukaa huko ndani. Kwa sababu nikipiga mahesabu naona kinachofuata hapa ni kuzalilika. Unajua mdogo wako kanitia aibu. Haya, mambo ndio yamefikia hapo. Kaonekana mahali. Endapo amerudi mimi nitamwangalia na jicho gani jo? Si nitabaki mdogo kama Pilitoni mimi. La msingi na la sekondari. Bora niondoke tu niende nyumbani. Kwani mama, yule mtoto ni wa kwako. Na mtoto akiunyea mkono, ukati unausafisha, unaendelea kula. Kwa hiyo uwezo ukasema eti uondoke kwa sababu ya aibu za mwanao. Si tusubirie tu kama atapatikana akiwa mzima au la. Akipatikana na wewe mtu wake waliosema wanamuona naye, akija hapa jua akitaka kumpa talaka, sisi tutalichukua zigo letu tutaondoka nalo. Maana ndo wa kwetu, hatuna wa kumwachia. Jessica, bora ukibaki wewe, yakitokea hayo mambo wewe ni mtoto mamangu. Mimi Jo ni mkwe wangu. Hebu kumbuka tulipo naishi ndani kwa magomvi. Nishagombana na Jo mimi, tushabadilishana maneno mimi na wewe. Sababu ni nani? Masa. Leo Masa kaingia getini karudi. Naweka wapi uso wangu? Bora tu niache niende mama. Nyewe baki niendeleeni kupambana. Taarifa zote mtanirushia kule niliko. Mamangu, mimi siwezi kubaki peke yangu. Tutabaki mimi na wewe. Wote tupambane, tumpambanie mpaka huyo Masa apatikane. Tumpe muda Jo. Si amesema ataithibitisha na atamleta hapa. Kwa hiyo tusubirie tu. Aletwe kama wanaachana, kama wanapatana. Vyovyote tutakavyotokea sisi tutaipokea. Kwa hiyo mimi ninachokuomba mamangu ni wewe ubaki. Mambo yakishakaa sawa utaondoka. Sawa mama? Mbona umekaa hapa nje?
Hivi unakumbuka jana nilikwambia kwamba yule mtu nilozungumza naye kama namfahamu? Ni kakaangu. Basi yule ndio mtu ambaye alinisababishia mimi matatizo, na niliponea chupu mikononi mwake kufa. Ndio maana jana ulipokuwa umezungumza naye nilishtuka sana baada ya kusikia ile sauti. Na kiukweli toka jana mpaka leo sina amani. Nikwambie tu ukweli, sijalala vizuri, yani sina amani kabisa, kwa sababu mpaka sasa hivi nishajiona niko hatarini. Sababu kuna siku anaweza akaja hapa leo wote akanikuta mazani kitaendelea nini wakati bado ananitafuta hiyo. Yaani unajua sielewi unavyoongea. Unajua kakaangu, yani unavyonielezea na jinsi nikimtathmini kakaangu, yani ni vitu vili tofauti. Mimi kakaangu hayuko hivyo. Jo, hayuko hivyo kabisa unavyomuelezea. Kwa hiyo nahisi mimi sina akili sawa sawa, si ndio? Sijamaanisha hivyo. Sikiza niwaambie tu. Mimi siwezi kumsikilizia kaka. Sawa. Ningekuwa nimemuona sawa, lakini nimesikia sauti na nimemfahamu. Sasa unadhani mimi nitakuwa na maana gani kuendelea kukaa hapa? Au nisubiri mpaka wewe uamini hicho ambacho nakizungumza? Sio wewe. Sawa. Kwa sababu nimeponea chupu kufa kwenye mikono yake, hadi niteka. Mimi nilifanya kutoroshwa tu. Unaona kule kunikuta nimekaa pale, nilikuwa nimetoka nikimbia, nimetoroshwa. Alafu mimi nikiendelea kukaa hapa, hapana. Mimi na sio sawa. Acha ninusuru maisha yangu mwenyewe kwanza. Unaenda wapi sasa? Hivi ni wewe au nimekufananisha? Hujanifananisha, ndio mimi. Basi nilivyokuona nikajua nimekufananisha, maana duniani wawili wawili. Mbona mimi nilivyogeuka tu nikaa nishakufahamu tayari? Za siku nyingi lakini. Safi, vipi unaendeleaje? Jambo la heri. Nimefurahi sana kuonana na wewe kwa sababu kuna kitu nataka unisaidie. Kitu gani? Jo anataka kuniua. Na nilimsikia akipanga njama pia ya kwamba anatuma watu wakutafute popote ulipo ili na wewe wakumalize. Kwa hiyo sasa mimi na wewe ni wahanga. Mimi nataka mimi na wewe tuungane ili tumteketeze Jo. Kwa nini anataka kuue wewe sasa? Kwa sababu mimi najua vitu vyake vingi sana. Na uchafu yake mengi nayajua. Sasa ili kuniziba mdomo watu wengine wasijue chochote, anaona ni bora aniue. Na sijui ulihusika vipi kwenye yale mambo mpaka nikakukuta pale. Lakini nilipojaribu kumdadisi alisema wewe ndo unajua mke wake alipo. Ni kweli mimi ndo nafahamu. Ila nilimzika. Kwa sababu kuna siku alinipigia simu. Akanambia kuna mzigo anataka apeleke kwa shangazi yake sijui nani. Sasa kwa kuwa mimi ni rafiki yangu, sikuona shida, nikachukua gari nikaenda mpaka nyumbani. Baada ya hapo akachukua ule mzigo akawa amepakia nyuma buti, tukaanza safari. Lakini bahati mbaya njiani tulifika tukakamatwa na trafiki. Alinitoroka. Sawa. Kwa tulipokuwa tunaenda mbele nikawa nasikia kama kuna harufu mbaya kwenye gari. Ikabidi sasa nitoke niende kuangalia nyuma ya buti nione kuna kitu gani. Ndio nakuta kuna mfuko ameufunga, nafungua nani ndio namkuta mke wake akiwa amekufa. Kwa sasa mimi sikuwa na namna ya kujitetea pale kwa sababu kivyovyote ile kesi ingeniangukia mimi. Nikaona ili nijikomboe ni lazima nichukue mwili nikauzike. Sasa nilipoenda kuuzika ndo akanatumia hiyo nafasi sasa
kunipa mimi makosa ili mradi aniwe kupoteza ushahidi. Bila wewe na maana mimi mpaka sasa hivi nisingekuwepo. Kumbe sasa wewe ndio umenifungua macho, na mimi na wewe ndio tunaweza kusaidiana kumfanya Joe akamatwe na polisi ili alipie madhambi yake. Nategemea utakuwa shahidi namba 1. Basi haina shida, mimi nitashirikiana na wewe. Nadhani kila kitu kitaenda sawa. Sawa, nashukuru sana. Haya basi sawa. Tutaonana. Haya. Mwenzako akinyolewa nawe tia maji nywele zako. Ulichonihadisia nimekielewa vizuri sana, na hiyo ni hatari kwa afya yangu kama zilivyo sigara na mihadarati mingine. Kevin hajahusika kweli? Nina wasiwasi naye. Kwa hili jambo Kevin hahusiki, kwa sababu aliweza kubebeshwa mzigo ambao alikuwa hajui ni kitu gani. Lakini baada ya kugundua kwamba alichobeba kile ni maiti, aliweza kutokea rafiki yake akampa ushauri ambao ni ushauri butu haijai kutokea. Walichukua ule mwili wakaenda kuuzika, na huku wakijua kwamba wanachokifanya lile ni kosa kabisa kisheria, lakini walichowaza kwenye akili yao ni kupoteza ushahidi tu. Ingawa Kevin kwa hili, kwa namna moja au nyingine, bado sheria itachukua mkondo wake. Lakini kwa sasa hivi nataka tu focus kumkamata huyo mzalimu ambaye ndio mhusika mkuu. Masa ni mdogo wangu, na kila nikiwaza alivyozikwa kama mbwa napata maumivu makali sana moyoni, misili ya kuchoma na sindano ya jicho. Mimi nikupa ushauri. Huu muda sio muda tena wa kupandisha hasira. Ni muda wa wewe kuonyesha ushirikiano wako. Ni namna gani tutamfikia huyo mdhalimu aliyekosa utu na ubinadamu. Si unanielewa? Jambo ni moja tu. Ni lazima akamatwe na afikishwe kwenye sheria. Na hapo ndipo roho ya mdogo wangu itapumzika. Natamani kupata hospitali ambayo inaweza kutibu maumivu ninayoyahisi ndani ya moyo wangu. Kwa sasa hivi sio tena muda wa kwanza kuwaza hospitali. Hebu tuende kwanza hii safari tuliyokubaliana. Hii hospitali huko mbeleni utapataga tu, hospitali hapo mengi. Sawa sawa? Mchawi anaroga huko na kuchekea, kijino pembe anaroga, michongo yako isiende anaroga, lengo ukai kinyonge anaroga. Huyo mbaya kumjua mchawi ni ngumu sana, maana nakuloga fana kupata basamu, anajifanya mwema. Unaondoka na damu yangu ikiwa bado mikono yako haijapoa. Martha, sio wewe. Kivuli chako inanitesa tu bure. Mwenyewe ulishakufa. Mimi sikufa. Wewe ndio ulisafirisha roho yangu. Na sasa roho yangu inakuja kufuata haki ili uikimbie. Martha, nilifanya makosa. Akili ilivurugika. Na yote kama unakumbuka mwenyewe, sababu kuu ilikuwa ni wivu tu. Ndio yakatokea kutokea. Nakuomba unionee huruma. Huruma? Wewe kunipa hata sekunde moja kuomba msamaha. Ukaninyamazisha. Ukadhani kifo kitafuta makosa yako. Naogopa. Tafadhali niruhusu niondoke kabla watu hawajafika mahali hapa na wakajua kuwa na mpango wangu ni kutoroka. Watu wanajua kila kitu. John, kilio changu kilifika mbinguni kabla hata damu yangu haijagusa sakafuni. Sifanye hivyo kwa ubaya.
naweza kujisalimisha. Kabla nakuomba ondoka. Hakuna kutoroka. Mtu aliyeniua hawezi kujichagulia mwisho wake mwenyewe. Simama unitazame usoni. Leo utaniona nikipigania haki. Unataka nini mama? Unataka nini? Ukiri ukweli wote, usiukimbie. Ujitoe kwa mikono yako kama ulivyotoa uhai wangu. Ndiyo. Aya, mimi nakiri. Na nitakwenda mwenyewe polisi kwenda kujisalimisha. Nakuomba ondoka. Hiyo ndio sauti niliyotamani kusikia nikiwa hai. Lakini leo sio kwa ajili yangu. Ni kwa ajili ya haki. Ndio. Mtoto analala na mavi na mkubwa analala na pesa. Kila kitu kipo kwenye mstari. Ni sisi na uharaka wetu. Sasa tunasubiri nini? Twenzetu. Nafikiri tungeacha haraka afande. Hii ni mission, sio kombolela. Tunahitajika tuwe makini sana. Okay. Mimi nimekuelewa. Cha msingi mchawi anaroga huko na kuchekea, kijino pembe anaroga, michongo yako isiende anaroga, lengo ukae kinyonge anaroga, huyo mbaya. Kumjua mchawi ni ngumu sana, maana nakuloga fana kupata basamu, anajifanya mwema analoga afu Wewe tena. Umefuata nini nyumbani kwangu? Una shida ipi nyingine? Ulikuwa wapi mwanampotevu? Unaenda unatoka unarudi kwa unavyojisikia. Naona begi. Unaenda? Oh. Ninatoka kwa sababu polisi wameshindwa. Nobody anaweza kunisaidia kwenye hii sintofahamu ya kumpata mke wangu. Hakuna maelezo, hakuna juhudi, sizioni. Kwa hivyo nimeamua mimi mwenyewe, yani mimi binafsi, as a commando kipenzi, naingia mtaani kwenda kumtafuta mke wangu yuko wapi, nimlete hapa nyumbani. Kwa sababu ukiangalia hata penzi langu mimi na wewe halieleweki nyuma wala mbele. Unapojisikia ndo tunakuwa wapenzi, usipojisikia hatuyo wapenzi. So najisikia kutoka na kwenda sijui wapi, lakini nikampate mke wangu. Mke gani ambaye unaenda kumtafuta? Hivi mbona unapenda kujizima data? Mwanamke wewe uliomuoa au kuna mwingine ambaye unaenda kumtafuta? Sikiliza nikwambie kitu. Unachokitafuta utakipata. Mimi ni mhalifu. Tena anashirikiana na wahalifu. Na nikwambie sasa hapa leo ili unielewe vizuri. Nimeshaandaa huo mpango unaosema wewe kuhusu kifo chako. Na nitawaambia wale wauaji kuwa msimuue mkishamkamata.
Niachieni mwenyewe, nitakuua kwa mkono wangu huu mwenyewe kama sio kushoto huwa kulia. Mpango wako wote na ujua juu. Yaani hapa ni kama unarudia tu matangazo. Unanipiga? Ndiyo. Unanipiga mimi? Na nitakupiga. Wewe unanipiga, unanipiga. Kuanzia sasa hivi upo chini ya ulinzi. Shuma chini. Jessica, unitetee chochote nakuomba. Sikia. Kwa hiyo leo ndio umeamua kudhihirisha mwenyewe kwa kinywa chako kwamba wewe kweli ni muuaji. Sasa nisikilize. Upo chini ya ulinzi kwa kosa la kumuua Martha. Haswa ndo ujio wetu hapa. Lakini pia haitoshi. Umeongezea kesi nyingine. Kutishia kuua. Mbele ya macho yetu na masikio yetu tumesikia. Sawa sawa? Labda tu nikwambie. Kwa hii kesi, kwa ushahidi tulionao na vielelezo tulivyonavyo, tutahakikisha kwamba unafungwa. Na hapa tumesikia kwa masikio yetu. Tutaenda kuwa mashahidi mahakamani. Mbele ya mahakama utaenda kutoa ushahidi. Ili huyu Fedhuli asiyekuwa na utu na ubinadamu akafungwe, wewe ustahili kuishi na binadamu. Sawa sawa? Simama juu. Ngomba chochote Jessica.